Tunataka ile benchi ya kwanza inakaliwa na wazazi. Niombe sasa, tunakwenda kuwaleta maharusi wetu hemani mwa Bwana, na Mr. Morris pamoja na besti wake wataelekea mlango wa mashariki kumpokea kimwana Nataris kwa ajili ya kwenda kukamilisha ibada ya ndoa. Sasa nimlete studio. Nikuombe kwa utaratibu na kwa heshima uweze kuishika ile shera, halafu uifungue na kisha umwangalie, na ukishamwangalia utanijulisha kwamba je, ndiye yeye au amekubadilishia. Haya, 1, 2, 3, fungua shera. Vigelegele. Haya. Hebu ukisimama hapo muangalie vizuri. Je, ni yeye? Ni yeye? Vigelegele. Anasema ndio yeye, hajabadilishiwa. Haya.
safari ya kuja madhabahuni. Simama kwa leo. Asante sana studio. Niombe kila mmoja sasa asimame eneo lake la kuketi. Asante kwa upendo na ukuu wako wa ajabu. Asante kwa ulinzi wako Bwana umefanya kwa ajili ya maisha yetu sote. Asante Bwana hata kwa maharusi walioko mahali hapa kwa jinsi ambavyo umewalinda na kuwatunza na kuwapa afya njema hata sasa. Asante Bwana kwa msajili wa ndoa ambaye yupo tayari kwa ajili ya kusajili ndoa hii. Baba, tunakushukuru kwa mambo yote mema ambayo umetenda. Hata hatuna namna ya kuelezea yote, lakini kwa jumla Mungu tunasema asante. Ndipo Baba tunaiweka sasa ibada hii mikononi mwako kwa wakati huu. Tunaomba baraka zako na uwepo wako katikati yetu wakati Bwana ibada hii ikiendelea. Tunamweka mikononi mwako mfunga ndoa, mtie nguvu, muwezeshe. Maharusi Bwana watie nguvu. Baba tunaomba neema na baraka kwa kila jambo na tukio linalokwenda kutendeka mahali hapa. Utubariki Jehova na kutuongoza. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Amen. Niombe tukae. Kila mmoja chukue nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa neema hii ya ajabu ambayo ametupatia ya kufurahia sherehe ya ndoa ndugu zetu hawa Bwana Morris Gerard. Niwakaribishe wote, karibuni sana. Ndugu zangu kutoka Nyarubanda, karibuni sana. Karibuni sana. Ni kama hamtaki kuitika, hamtaki binti wenu aende kwa Morris, au kuna wivu fulani, basi kama si hivyo ni vizuri kufurahi kufikia siku yenu. Leo ni sikukuu yenu ya pili. Sikukuu ya kwanza ilikuwa ni kuzaliwa, na sasa leo kwa neema ya Mungu amewapa neema hii ya kufikia sikukuu ya pili, kufunga ndoa. Na hii ni siku kubwa sana, siku ambayo ninyi wenyewe sasa ni mashuhuda. Mnaona jinsi hapo kigeuka, angalia anayenuna, unajua kwenye harusi yako ni umenuna. Basi unaweza kufurahi, mzee, leo ni siku yako ya kufurahi. Leo ni siku yako ya kufurahi. Maana yake Norway tumepata kijana handsome, na mzee Gerard naye amepata binti beautiful kabisa. Kwa hiyo wote mko sawa. Tuwapongeze wazazi wote wa kiroho ambao wamewalea hawa vijana, wamemlea malezi mazuri, wamekuwa vizuri, wameliheshimisha kanisa. Leo tunakaa hapa kwa heshima. Kama Morris angefanya ndivyo sivyo, tusingekuwa tumepiga suti namna hii. Lakini tunapiga suti na kibali kwa sababu wametupika heshima. Watumishi wa Mungu, hongereni sana, Mungu awabariki sana. Baada ya maneno haya machache, mkae sasa, msije mkaanguka. Hii ni saa ya kupata chakula, watu wanasema mna njaa. Katika kanisa lote hili kubwa mnapata neema ya kuwa, kwa lugha nyingine tunaita kwamba ninyi ni wadhamini wa ndoa hii. Mmepata neema, hongereni sana. Tuko hapa kwa sababu ya ndoa. Lakini naomba maneno tunayosoma hapa usiyachukue tu kwamba ni ya Bwana Morris pamoja na binti huyu. Hapana. Hata wewe bado yanakuhusu. Wewe ambao umeoa yanakuhusu. Wewe ambaye bado hujaolewa, siku moja utaingia katika mpango huu. Kwa hiyo hili ni neno la Mungu. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi
kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani akamletea Adamu ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa msituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja akaufunika nyama mahali pake, na ubavu uliotoka katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. 24. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Amen. Kwa kila jambo, kama ni masuala ya ndoa tunapata katika mwanzo, hata uanguko wa dhambi. Sasa Mungu anaweza kuweka wakfu ndoa ya Adamu. Tunaposoma maandiko haya tunaona sababu zinazomfanya Mungu ampe Adamu mke. Moja, Biblia inasema haikuwa vema, si vema mtu awe peke yake. Haikuwa vizuri Bwana Morisi kuishi muda wote akiwa peke yake, na lakini pia hata Natalis naye si vema aishi peke yake bila kuwa ndani, lakini kuoa ni lazima. Hivi baraka ni sawa, si sawa? Ajira inakuja haiji, lakini kuoa ni lazima. Nisema nitaoa baada ya kuwa nimepata ajira ya mzee Magufuli, mzee ina meno. Sasa inabidi umri iko na Bwana mbele, mtu kuishi peke yake. Lakini sababu ya pili, huyu Adamu alihitaji msaidizi wa kumfaa, na wala si wa kumfaa, lakini wa kufanana naye. Na sana Kiswahili tutamana sana kumfaa, kwa sababu watu wanataka kufanana wasifaane. Ni kweli, si kweli? Watu wanafanana lakini mtu asikufanye, inakuwa ni adui yako. Anatamani leo ungekufa ingawa mnafanana, lakini kumfaa. Leo Morris unapata mtu wa kukufaa, Natalis wewe ni wa kumfaa Morris. Baada ya kukuchukua wewe, Morris ajisikie kwamba ndoa ni kuishi kwenye paradiso, si kuona kwamba ni majuto. Asikie furaha. Kuishi na mama nyumbani ni furaha. Ile furaha ambayo amekuwa nayo katika ujana sasa izidi mara. Ana wewe mwenzetu Mungu amekupa kamwili kanakuja. Naanza kufutuka. Ongeza yakifika hata amekuja na kashasheka kanatudagaa kumteke, akisema vipi mama tupa pale. Unaendelea kumfanya kijana ponde na kumalizika kabisa. Amekuja hajaja na chochote, akisema hivi sasa umekuja na nini? Mimi nitapika meno yangu. Hivi na hivi. Mama, Biblia inasema hivi kwamba maneno na yawe machache sana. Katika kitabu cha Mithali sura 15 kwamba jawabu la upole linafanya mtu asikie kutulia. Mzee alikuwa amekuja huko, labda amekutana na vijana wenzake wamejaribu kumcharua, amekasirika, akifika kwako, mwambie umefika nyumbani kwako, hapa ni kwako, sio kwa mtu mwingine. Mzee kaa utulie. Mpe chakula ale, mpe maji aoge. Yale maji anayotaka. Kama anapenda maji ya moto, mpe ya moto. Hapa ni mjini, hita ziko kibao. Hata kama ingekuwa hakuna, tengeneza mkaa. Kama hakuna mkaa, nenda kule Ngeto kakate miti. Choma. Wacha kusema nimekuja mjini, nilifikiria napikia umeme. Hapo kienda kwenye Rwanda. Jioni watu wote ng'ombe zinaingia nyumbani. Kuna wote wana ng'ombe zinaingia makwao. Wengine wanatuma hapa ambapo ng'ombe zimejisaidia ama sasa. Lakini nyumbani kwao atamwacha baba yake na mama yake
na mke wake. Hivi sasa leo bwana, baada ya kuoa wewe, ulishaona rais anapokuwa na adha baada ya kumaliza utawala wake, bodyguard anamshindikiza, unahamishia kwa Natalie leo sasa. Maana anasema mtu atamwacha baba na mama, ataambatana nani? Maisha ya ndoa yanaishi namna hiyo. Hiyo ilikuwa ya pili. Alihitaji msaidizi wa kumfaa na wa kufanana naye. Sasa Mungu amekupa wake mwana. Tukisoma mstari wa 19 na wa 20, tunaona jinsi Mungu alivyoumba kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamleta kwa Adamu ili aone atawahitaji majina. Baada ya Mungu kumletea Adamu kiumbe wale na kuwapa majina yao, lakini hakuonekana msaidizi wa kumsaidia Adamu. Ng'ombe asingekuwa msaada wa Adamu, mbuzi asingeweza kumsaidia Adamu, nguruwe asingeweza kumsaidia Adamu. Akaona bado mwanadamu hajakamilika. Biblia imesema akaleta usingizi mzito kwa Adamu. Adamu akalala usingizi wa fofofo. Halafu Mungu ananyefua ubavu mmoja katika mbavu za Adamu, akaubika nyama. Wewe ni ubavu wa mheshimu hapo. Hata kama ungenenepa kama pipa, na huyu bwana akaendelea kuwa mwembamba namna hiyo, vyovyote vile unapaswa kushuka kwa Mungu. Mtu wa kuongea naye, alihitaji mtu wa kumsikiliza katika mawazo yake, alihitaji mtu wa kushauriana naye. Bwana amekupa ushauri. Natalie, wewe ni mshauri wa huyu mheshimiwa. Biblia imesema yeye ni kichwa na wewe ni ubavu. Na kwa sababu hiyo siku zote mkaishi maisha ya kupendana na kutumikiana kwa amani. Kuna vitu ambavyo Mungu hapendi katika ndoa. Luka sura 16 mstari wa 18, mstari wa 18. Kitu ambacho Bwana anakataa ni kuachana. Anasema kila amwachaye mkewe na kumuoa mke mwingine afanya uzinzi, naye amuoaye yeye aliyeachwa na yeye pia huyo naye azini. Hayo ni mambo ambayo Mungu hapendi. Mungu hapendi kuachana. Tukifungisha ndoa hapa katika Biblia hatuna mstari unaosema mmeoana kwa wema muachane kwa wema, haupo. Kabisa katika Malaki sura 2 mstari wa 15b, kitabu cha Malaki inakazia. Sasa mnaweza mkapokea mafundisho mengine huko nje mnachukua marafu yake. Hatarini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana, maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli. Kwa hiyo jihadharini, mtu awaye yote asikamtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. Huyu binti ukifanikiwa Mungu anakubariki, hutaki mke wako afaidi mafanikio yako. Hata kama angekuja chumbani kuna hesabu hela unataka kuzikalia, unasimamia matupa chini, unaanza kujifanya kama msituni kulikuwa kuna nini. Huyu mke wako upaswa kumficha mapato yako. Unapata shilingi 20,000, akikuta kuna hesabu weka tu kwenye mlango, mzee leo nimeuza shilingi 20,000 hizo. Hiyo ndio ndoa. Lakini kufichana ni mambo ya hiana. Unamtenda mambo ya hiana wakati yeye ndiye mke wako wa ujana wako. Katika kitabu cha Mhubiri sura 9 anasema uishi kwa furaha na mke umpendaye, mke wa ujana wako. Vipi kama baiskeli? Sasa kwa nini hata kwa sababu kwanza nilipata huyu, mambo mengine yatajileta. Kwa hiyo umthamini sana, ni mtu wa maana sana kwako. Anasema kwa hiyo jihadharini sana, mtu awaye yote asije kumtendea mke wake mambo mabaya. Hii inatuhusu hata sisi wanandoa tulioa. Usimtendee mke wako mambo ya ubaya. Hapana. Anasikia kuumia na anasikia kupata sana. Enyi waume,
ni Injili ya Ufunuo Efeso sura 5:25. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa takatifu, kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama haya, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama, maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza kama Kristo naye anavyolitendea kanisa, kwa kuwa tu viungo vya mwili wake. Kwa sababu hiyo mtu atamwacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake, na hao wawili watakuwa mwili moja. Anasema siri hii ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Mungu asifiwe sana. Huko unakokwenda kuna mama mkwe, kuna baba mkwe, kuna shemeji zako, kuna dada mtu. Mama, umeingia katika familia, uwaheshimu. Mheshimiwa mmoja hapa mwenye hana niunza niki. Jama zimwe. Yaani kwenye nyumba hii mwarae baba. Mwarae, wewe utajifanya mwenyeji wa mwaka kuliko mzaliwa hapa. Tulie mama. Msikize mama mkwe. Ndiye mama yako sasa. Mama yako anarudi nyumbani leo, anabaki mama mkwe. Na Kiingereza tunaweka vile anaitwa mother in law. Mke ni mama yako kwa sheria ya ndoa. Utakosa kumheshimu kwa heshima zote. Yesu asifiwe sana. Na hata wewe ndugu yangu, mama mkwe hata kama yuko na rubanda bwana, ukibarikiwa umbariki na yeye. Ndio maana anasema hakuna kilichopotea leo. Yeye amefanikiwa, sana atakuwa nakula masangara kubwa tamu kijera. Hapo tusichozie. Kwa yale baada kwa unakula tuku tora wale mwana. Sasa inapanda. Wala si mbaya. Maana yake mgweso tusumwa yake inaweza nirufua. Kwa hiyo siku zote wewe uwe mama pamoja na familia yako. Sasa leo unaingia katika familia ya pili. Yaani na hiyo akuta pale nenda na haya ni taratibu. Najua mzee Robert amekuasa maneno mengi, lakini uishi kwa utaratibu wa namna hiyo. Waefeso 5:22 anasema enyi wake, wanaume wameamriwa kupenda, lakini wanawake wameamriwa kutii. Anasema enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Unaheshima waziri, lakini wanaume wake cheo, mama yuko juu, ni cheo yuko juu, ni waziri, lakini mama wake anafanya kazi kwenye maofisi ya serikali madogo huko, cheo chake kidogo. Lakini kama bwana akaanza na muagiza mke wake, mama, hii kazi nikute imefanya, hii nikute imefanya. Ile mama akasahau, akaenda ofisini kwake. Mume akarudi akakuta ile kazi haikufanya. Ile mama anasema nilikuwa niko hapo, mimi ni shahidi, nikaona. Tangu siku ile nilianza kurudisha sana, nikasema nitamheshimu mume wangu mpaka kufa kwangu. Kwa sababu ile baba pamoja na cheo chake kidogo alimwambia wewe ni mke wangu. Ukiwa ofisini ni waziri, lakini ukija hapo wewe ni mke wangu. Nimekuachia kazi utaifanya. Kwa nini? Unadharau kwa sababu unataka kuteleza kama bota anatembea na msamaha. Mama wa cheo. Sasa hata kama ungekuwa mama una cheo kuliko Morisi, vyovyote vile utakosa kujua kwamba huyu ni mume wako. Ukiwa ofisini watakupigia masauti sawa, lakini ukifika nyumbani, baba kanga, ingia jikoni, tengeneza ugali, niletee mzee, piga magoti. Kama nakwambia sisi wewe chakula pale. Chakula kiko pale. Yale maji ya kuoga yako pale. Wewe mama. Rafiki yangu, utakutana na kibano kibaya sana. Amina. Niombe sasa naweza kusimama ili fanye mambo mengi.
Tafadhali msimame, simama juu, kwamba leo ni siku ya pekee na ya furaha, na ni siku ya pekee na ya furaha kwa ndugu yetu Maurice Gerald Lazaro, lakini pia ni siku ya furaha kwa Bi Natalis Norbert na mwanamke huyu wakae peke yao kwa muda wote uliopita. Wamekuwa katika upweke wa kutosha na ya tosha. Ni siku ya pekee kwa wazazi wa pande zote mbili, kwa kuwa maharusi wameleta sifa nzuri badala ya aibu. Kama Natalis angeleta wajukuu kwa mzee Norbert, angeumia sana na pressure inapanda. Sasa hapo kwa sababu waondoka salama, ndio maana mzee Norbert amenyosha na mguu wote kabisa umenyoka. Ahali hayabuka nje ndahweje asikayo mungu ni Maurice no musaba yange yabere ku mwangu atijewa ndahweje na leo namna kila harukwasi nimutwala kunama niwe umenya. Sasa nimebaki hapa na alimaliza nafasi yako kule kwa mzee Norbert. Kama hauna wadogo wazawara basi nafasi yako tena hapo ndipo kwako. Sasa kweli kweli kwako ni kwa Maurice. Ufahamu hayo, kuna kweli na kuna kwako. Lakini kama naenda kwa mzee naenda kwako na wao wakasema ungela mkuu wake yimigwa na wewe saa 6 alikohoa tu. Unajua hii ni kohoa ya Maurice. Fungua mlango. Singoje mpaka saa akisema wewe ni nani? Imekuwa polisi. Mithali 15 anasema jawabu la upole kugeuza hasira. Ukiulizwa mama, jibu kama mwanamke. Tena umekaa, utulie. Natuliza pressure kwanza kabla jibu. Ukisikia jibu hili italeta shida, basi limeze. Wacha. Ndani ya mtu kuna kajungio inayochuja mambo. Kwamba nikitoa hili itaumiza. Unaacha. Na ndugu zangu, kabla niende kuwapisha hawa maharusi wangu, nataka kutoa dakika moja. Kama kuna mtu ambaye ana neno juu ya Maurice au juu ya binti huyu, najua binti ametokea kwenye Rwanda, lakini kama kuna mtu ambaye walikuwa wameweka mipango yao vizuri huko nyuma, sidhani kwamba anaweza kubakia tu kwenye Rwanda, hata kusafiri kuja kuweka pikinisi, ingawa ni too late. Lakini pamoja na hayo, nauliza, natoa dakika moja. Nani ana sababu za kwamba Maurice Gerald hawezi kumuoa Natalis kwa sababu 1, 2, 3? Hayupo. Na siweko mpaka Yesu kurudi. Baada ya hayo, ningependa nitoe fursa kwa anayemtoa Natalis ili aolewe na bwana Maurice, tamko la baba au mwakilishi wake. Lakini najua baba yake ameokoka, hawezi kuwakilishwa. Tawakilisha mwenyewe. Tafadhali karibu. Jamani, nasikia. Nashukuru Mungu. Huyu ni mtoto wetu wa kwanza. Tumefungua dira ya wadogo zake walioko mbele. Mchezo wa wazi karibuni. Lakini kama mzazi nataka kwamba namtoa mwanangu aolewe na kijana huyu hapa awe kwa. Asante sana. Natalis, nimesikia mzee anasema wewe ni mtoto wa kwanza na kwa moyo mweupe. Mama na wewe kubali. Afadhali ukubali. Ametoa kwa moyo mweupe uolewe. Lakini pamoja na hiyo amefagia barabara ya manyofu kwamba iko wazi kuna wadogo wamebakia kibao. Sasa nzuri ikiwa na maana kwamba unawafagilia na wadogo zako. Ukiwa mkorofi unasonga wapi? Kwa mzee Norbert. Usiende bwana. Wewe uwe balozi mzuri. Na ninyi wadogo mtu ukiona hawapandi mchoe Natalis haribu soko. Yes, usiharibu soko.
Nduto Msoko. Asante. Sasa ni zamu ambayo tunaweza kwenda kuwauliza maswali machache hawa maharusi wetu. Lazaro, leo ni tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2017. Je, Bwana Morris, unapenda na unakubali kuwa na mwanamke huyu Natalie Norbert awe mke wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa? Ndio, nimekubali. Na pili, kabla nikuulize hilo, naomba umcheki Natalie kama ndiye heshima uliyefanywa send off jana, umebaki kuletewa mwingine. Hebu mcheki hapo, ameomba kwamba ni yeye ama si ndio yeye. Asante na utamheshimu, utamtunza katika ugonjwa na wakati wa uzima, na utawaepuka wanawake wengine wote na kushikamana na Natalie peke yake siku zote tutakazoishi nyote wawili kama mume na mke. Ndiyo. Kuna kitu kimetamkwa pale, utamheshimu na Natalie. Hata siku moja tukajenga msingi juu ya neno la kwamba mchungaji alisema uniheshimu. Heshima inayozungumzwa pale ni unapokosea, asikularue mbele ya wadogo zako wala mbele ya shemeji zako. Mwende chumbani. Umesoma ugali, mwenzetu umezoea kusoma ugali wa mhogo wa mahindi huko. Sasa watu wa mjini wanachanganya chakula, ni shida, mara mhogo mpaka nini. Sasa ugali umesonga badala ya kuwa ugali sawa. Asante. Na kuuliza sasa Bi Natalie Norbert, mbele za mashahidi na mbele za Mungu aliye hai, kwamba je, leo tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2017, Natalie Norbert, je, unapenda na unakubali kuolewa na mwanamume huyu Morris Gerald Lazaro awe mume wako kuoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa? Asante. Kama ndivyo unakubali, swali la pili, napenda na wewe umcheki wasiwe wakubadilishia wakaleta Morris mwingine ambaye ni photocopy. Hebu tukuze cheki. Ni yeye. Asante. Kama ni yeye, utampenda, utamheshimu, utamtii, utamtunza katika nyakati za magonjwa, nyakati za uzima, wakati wa umaskini, wakati wa utajiri. Utawaepuka wanaume wengine wote na kuwa na Morris Gerald Lazaro peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili kama mke na mume. Asante sana. Biblia inasema ndio yenu iwe ni ndio, sio. Yazidio haya kwa nani? Kwa Shetani. Na kwa kuthibitisha yale ambayo umetamka sasa, napenda ndugu Morris
utamke kiapo chako hapa ambacho tunaapa mbele za umati huu. Tafadhali mpe maiki. Kati kiapo. Kiapo ni bwana harusi. Mimi Moses Gerald na kupokea wewe Natalis Norbert kuwa mke wangu niliyekuchagua kuwa naye siku zote kuanzia leo, katika mbaya, katika maskini au tajiri, na uzima. Nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi wote wawili. Na kwa kuthibitisha kiapo changu nilichoapa na mwaka 2017, ninakupa pete hii Ndio alama wageuka ionyeshe pete. Nakupa pete wewe. Ninakupa wewe pete hii kama ishara ya kuwa wewe ni mke wangu niliyekuchagua, na kwa muhuri kwa ajili ya ahadi yetu ya upendo usio na kikomo na uaminifu kwa Mungu. Ee Mungu nisaidie. Tumuombe Natalis uyathibitishe kwa kiapo chako. nawe siku zote kuanzia leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini au tajiri, katika ugonjwa na uzima. Nitakupenda, nitakujali, nitakuheshimu na kukutii siku zote tutakazoishi wote wawili. Na kukuthibitisha kiapo changu nilichoapa leo tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2017, ninakupa pete hii kama ishara ya kuwa wewe ni mume niliyekuchagua, na kama muhuri kwa ajili ya ahadi yetu na ya upendo usio na kikomo na ya Mungu. Asante sana ndugu zangu, na pete hizi ziwe ukumbusho siku zote za ahadi hizo mlizofanya siku ya leo, tena iwe alama usio na kikomo. Na kinachobaki sasa, tunakwenda kuunganisha ndoa yenu. Tafadhali naomba msogee hapa, alafu taleta mikono yenu mwenyewe hapa sasa. Kwa kuwa Bwana Morris Gerald na Natalis Norbert wamekubaliana pamoja machoni pa Mungu na mbele ya mashahidi
hawa na wameahidi upendo wao usio na kikomo na uaminifu kila mmoja kwa mwenzake. Mimi Wilson Bimo, kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama msajili wa ndoa,